Leo tunamalizia, tunaenda kuwaka leo kupeleka uji. Kwa kuwapa wale wagonjwa wote wapata habari maskini Mwenyezi Mungu awape shifa. Kuna mwana madrasa wetu mmoja hivi mwana kikao maskini kafariki. Alafu kuna jamaa yangu mmoja ambaye anajitahidi sana kuwa na stiri mauti na yeye anaumwa. Ikabidi sasa sina jinsi, inabidi ndio nikamstiri. Alhamdulillah kusikia leo. Hakuwa mengi lakini nimeshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa tumefanya tawa machache mazuri. Mashaallah. Hayo ni mambo ya khairati ambayo natakiwa wazuri wa Mungu wafanye. Kwa heri kila siku inakuwa ni vizuri. Kwa sababu natakiwa tuishi katika masaa 24 hali ya kuwa tukifanya mambo mema kama alivyoamrisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimekuleta hapa ili tuweze kuzungumza kuhusiana na Naila. Mbona mnaona anataka mwanaume wa design gani? Mbona mimi simuelewi? Kwani mwe ukiongea naye anakuambiaje? Mimi nikizungumza naye kwa kweli anapiga kalenda, mara ananiambia nisubiri next week. Nikimpigia simu ananiambia nimsubiri kidogo na kazi, atakapokuwa huru atanipigia simu, lakini siku inapita bila kupiga simu. Nikisema mimi tena nimpigie next time ananipa promise tena, ananiambia nisubiri, ataniambia simuelewi, sijui anataka nini. Kama yake wazuri tunasumbua nyie na uko miongoni mwao. Unaona kisa anatoa roho mwanamke wallahi. Mimi binti yangu wewe vipi leo? Shughuli zako za leo zilikuwaje? Baba, yani leo mchana wangu umepita vibaya sana. Mimi leo nimeshinda na hasira mwana, sijui nikwambiaje. Nimefika kule kwenye benchi. Yule fundi nilimpa gari kana dakika 30 kufika pale. Sana wala kaja. Mambo yanahitaji subira. Lakini kingine nacho nimefika tena pale nikamkuta rafiki yangu mmoja tulikuwa tunasoma naye, nikamkuta naye kuna matatizo, mama yake anaumwa. Nikakuwa obligé kwanza nilikuwa nimpelekea yule fundi, ikabidi nimpelekee mama yake hospitali. Ndio maana nimekuona umekuja na huzuni. Uko na huzuni sana kweli. Yani nimepata huzuni, nimelia mpaka ninakwambia kifua saizi hakina kazi. Na kilichonihuzunisha zaidi yani ni hali ambayo nimekutana na ule kijana iko nayo baba. Maana ni kijana ambaye amekuwa na akili sana kwenye shule. Nilikuwa nategemea hii leo ndakuwa niko na maisha mengine ya juu, lakini mkutana hii leo iko pale kwenye garage ananyanyasika. Alafu tizama mtu ambaye anamnyanyasa, mimi ambaye iko natukana, ni hajaenda hata shule baba. Mtu akija na ukweli zaidi hamtaki kuamini, lakini mtu akija na uongo mnaamini moja kwa moja. Kama siku nyingi asharuka naye. Amna kwa Naila. Sasa unafikiri mimi ndio kumdanganya atakubali? Kika umdanganya umwambie umperembe sio nakupenda, sio nafaa nini? Unafikiri atakubali? Wewe Naila. Lakini mtu anakuja kwa ukweli kwa sababu Naila mwanamke ambaye katika wanawake wa Burundi, mwanamke ambaye nafsi yangu imemchagua. Bwana. Na mkioana wewe na Naila mtapendeza sana. Yaani mtapendeza binamu yangu. Bwana. Sijui niite niseme maneno gani. Mwanamke mzuri lazima kuzalia, utaishi maisha mazuri. Lazima kuzalia watoto wazuri. Sasa mimi nafanya nini katika dunia? Mungu ameshanipa mali na ngoja nini? Lazima nitafute mwanamke mzuri ndio nimweke ndani. Kwa hiyo wewe nachoweza kuomba nisaidie sana. Fanya nguvu unazoweza wewe. Uweze kumconvince Naila akubali kuolewa na mimi. Hayo makadara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anampa mtakaye, atakiwa amesoma au hakusoma. Hivyo ndivyo anafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala haangalii ukoo, haangalii chochote kile. Kwa hiyo jambo linanifurahisha sana ni ile swali la kwenda kutoa sadaka. Ni kweli baba, lakini mimi naona kama kitu ambacho nimefanya leo sijafanya kitu cha hatari sana. Nimekuwa nahitaji kufanya kitu ambacho kinaweza kumfanya yeye kupata maisha mazuri. Ndio. Katoka kwa ile hali ambayo iko nayo kwa sasa. Kama nini unafikiria mwanangu? Mimi nilikuwa nafikiria kama inawezekana kumpatishia kazi. Kwa nini ukasomea nini? Kasomea marketing. Marketing. Wewe unataka kupata kazi kwa sababu tunahitaji mtu namna hiyo. Basi inshallah hamna tatizo.
atapata nafasi kazi. Hana kazi alafu anauliza mama yake. Ndio mwanangu, unajua kwako mimi hakuna kitu ambacho siwezi kufanya. Yaani kwa hilo baba, yaani hilo kwa sasa najisikia kama narudia kwenye moyo wangu. Mama yake na huyo kijana alikuwa anaumwa nini hasa? Mama alikuwa na tatizo la diabetes. Naila nitamtafuta, tuikae chini, tuongee. Mambo yatakuwa mazuri inshallah. Sijani binamu yangu kwa hilo. Hilo wazo hata mimi nilikuwa nalifikiria, lakini nilikuwa naomba ufanye kitu kimoja. Hivi. Wewe nenda uzungumze naye alafu mpange. Tafute siku moja katika weekend. Tuweze kutoka naye, labda tuende kama Bora Bora kule au Venice Beach au la Caravani. Tuikae tuweze kuzungumza ili tuone kama pata suluhu. Naila. Naila hamjui kweli. Naila Eva na mambo ya kutoka hapendagi kabisa. Ndio kitu hapendagi maisha yake Naila. Kutoka? Kwani kutoka ni makosa? Sio makosa. Sasa hivi mimi tumetoka ni uhuni tunafanya au? Kutoka ni uhuni anakuuliza. Hamna. Sasa kumbe Hapendagi tusifanye. Sasa bwana, na mimi nitafanyaje? Au wewe utanisaidia nini kwa hiyo? Sasa yani nikimweka chini Naila, naamini tu kwa uwezo wa Mungu inshallah natakubali. Ikiwa kama takuelewa ni heri. Jali Naila tutaongea naye na mambo yatakuwa sawa inshallah. Umefanya jambo la maana mwanangu. Ile kusema kwamba umempeleka mama yake hospitalini, umemlipia ile hela, umefanya jambo la maana ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hawa ni wacha Mungu. Alladhina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Unaona, wale ambao wanatoa kwenye hali ngumu na kwenye hali nyepesi na wanawasamehe watu. Mwenyezi Mungu anapenda watu wenye kufanya wema. Wewe pamoja na kuwa wamekuuzi gereji na nini, lakini umetoa. Sababu aya inasema wale ambao wanatoa katika hali ya ugumu na katika hali ya wepesi na wanawasamehe watu, hao ni watu ambao ni watu wacha Mungu. Kwa hiyo umefanya jambo kubwa sana mwanangu, na haya ndio malezi na ndio mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila yule mtu ambaye atamaliza shida ya mwenzake, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamaliza shida yake. Sisi hizi mali ambazo tunazo hizi zinatusaidia tu katika maisha haya, lakini ukizitumia vizuri zitakusaidia katika maisha haya. Lakini usipozitumia vizuri, mwisho wake ni kaburini. Kaburini kwamba namna gani? Ni pale mali yako na watoto wako watakushindikiza kwa kaburini, watakuacha, wao watarejea. Lakini ikiwa utatoa sadaka, ile itakufaa. Washiriki wa mali ni watatu: nafsi yako, warithi wako na makadara. Anasema hawa washirika watatu, nani atapenda mali? Nyie wote mtapenda mali iwe kwa nani? Wote wakasema kila mtu atapenda mali iwe ya nani? Ya nafsi yake. Kwa hiyo kama mali ukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hiyo sio ya kwako. Lakini ukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hii ndio mali yako. Na ikiwa utaiacha ikakutwa, mfano kama una mifugo ikakutwa na maradhi hayajui kuchagua kizuri la kibaya, yanachukua tu. Kwa hiyo nitanguliza mbele Mwenyezi Mungu cha nini? Cha kwako. Au vile vile mtu anaweza kafa akawa ameacha zile mali, tena si zake, ni za warithi wake. Hapo sasa warithi ndio watachagua. Unafikiria kwamba warithi wanaweza kutolea wewe sadaka au mema? Si jambo rahisi. Hata kama watatoa, lakini si jambo rahisi. Ndio maana mume wangu kuna aya Mwenyezi Mungu anasema hakika mali na watoto vyote ni vya dunia, kitakachobaki ni amali njema. Sadaka. Unasikia mwanangu? Kwa hiyo ulilofanya ni jambo zuri sana, na inshallah Mwenyezi Mungu atakulipa kwa hayo. Naona tumalizie taalimu yetu kwa leo. Fanya dua. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Safi. Wema. Karibu sana. Sasa leo kai? Sikai kabisa. Leo na furaha leo. Karibu na tukai. Leo nakuja na habari nzuri. Kweli ina mada usri yusra. Naam. Sahihi. Sawa kabisa. Sahihi kabisa. Naam. Jana mtoto ni dada Naila.
Nani? Naila kusoma naye kulisaidia lake Naila binti Hamdan. Naila namwona kazuri. Aha, hivi sasa uzuri umeongezeka shekhi. Wala Kama mimi nilikuwa siku sikuona furaha. Leo nimefurahi sana. Nilikuwa siku sikuona furaha. Sasa nifurahi kwa maana nilikuwa na muda mrefu sina faraja. Sasa nikaona mchanganyiko simkumbuki. Yeye mwenyewe ndo akanikumbusha bwana mimi nakujua. Pamoja na madevu yangu yote na kuchakalika kwa koti wanataka nikumbuke. Kumbuka roho. Sio kila mtu anakumbuka. Mimi ndio kitu changu bali limenishangaza sana. Ndio. Sasa tunajua sasa alikuta wapi sasa? Siku gereji. Paka tumikia. Yule Firauni yuko anatukana matusi ya kilala ya ajabu. Kumbe gari ambayo nitakalo kumaliza ni huyo Naila. Ndio. Wewe maajabu ya Mungu. Unasikia? Yaani kwenye matusi huko ndio nikatoa nusu huko. Sawa. Kumbe roho nzuri ya. Aya. Sio roho nzuri. Kwa sababu wajua watu wengine wakishakuwa wameshabasafiri wameshakuwa kusema kukumbuka wala akujali ni tatizo. Sasa ikawa aje na kitu kimekupeleka mpaka ufurahi. Siku ya ndio jana nikanisaidia sio mwana alikuwa tabani. Ndio. Nilipeleka hospitali. Ndio hospitali kanachia 50 sheikh. Acha wewe. Ambazo pale kwenye garage. Nasikia miezi karibuni mitatu kusema nizipate. Kumbe leo nitapata taka. Hiyo sio wasiwasi. Hiyo bwana sio wasiwasi kabisa. Inshallah. Leo na mimi lazima na mimi leo ndio nitakupa. Naam. Kila siku mimi nakuja kuomba kila siku mimi natuma. Acha wewe. Mimi kama nakuja hapa. Kwa hiyo sasa kama nimeambia bana jitahidi. Ndio leo sasa kama jitahidi unipigie simu tuongee. Sasa nikwambia maisha yangu si alivyo. Yeye mwenyewe mpito na huzuni kuna sehemu ambayo amenifuta. Alafu asema kumbe babake ana kampuni kubwa. Ile kampuni ya nani ya kafia kahawa nani babake Naila na hivi ni babake mzazi. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo sasa ninachokuja hapa Mungu wangu bosi mpili nakuja hapa shekhe, angalia msimu yako hapa kama una vocha, kama huna tununue vocha, tumpigie simu tujue kinachoendelea. Naam. Ni hata naangalia kabisa. Kwa kweli mambo leo. Hewa. Allah maswabiri. Kwa hiyo kwamba ina Allah maswabirina ya. Kweli kabisa. Naam. Ni sahihi. Wewe nitazame. Kama huna tutume sasa hivi. Zimu kidogo. Zimu. Ndio. Sawa sawa. Sasa business gani kwa sasa? Andika namba shekhe, niwezi hifadhi. Wewe namba zingine sio za kutupa shekhe. Ndio. Sio za kuweka hata kwenye simu. Ngapi sasa? Hadi kwenye ubongo wa kichwa. 75 473 085 085. Naam. 085 Naam. Panga. Ndio yeye hapo. Naam, piga bwana. Yuko naongea mtu mwingine. Asiache piga tena. Watu kitajiri hao wana uko busy sana. tena. Uko busy sana nakwambia ni hatari. Ngoja. Uko busy sana. Kabla ya kupiga wanasema bismillah, sio kupiga ovyo. Hizi anga ziko na mashaitani mengi sana. Mashaitani ya kuzizuia riziki za watu. Napita. Shika Chaweye alikuwa mwanzo kucheka sana. Naam, asalamu alaykum. Alaikum salam. Safi. Habari ya saizi? Salam. Hujambo? Ni Asadullah. Abdullah. Ndiyo. Ndio Bila appointment nipe kama muda wa saa moja tu nitakuwa nimemaliza. Kwa hii namba ina shida. Hii namba unanipata hii. Hii ni rafiki yangu na niko naye. Sasa nifahamu fahamishi. Ndio. Tena unamfahamu. Okay. Asante. Furahi sana ya. Furaha. Yaani leo furaha leo kama siku ya Eid. Naam. Tena Eid kubwa. Naam. Eid ya vichinjo. Naam. Sio kwa ni siku ya kumswalia mtume. Ndio. Sasa
Bwana ananiambia kwamba muda wote anaweza kanipigia. Muda wote anaweza kanipigia kwa sababu ananiambia yuko ofisini kwa kazi anazifanya. Lakini akimaliza kazi anapigia simu, aje niko wapi ili tukutane sehemu tukae chini tuongee. Unaona sasa? Kwa hiyo sasa hapa hizi wewe unasema simu yako inataka leo ina problem kabisa. tukae tusubiri shaka. Ndio tumekuta leo niko off leo kabisa niko bwana. Sijali. Tukae kwa tusubiri. Karibu sana.